na kualika siku hii ya leo ili tuweze kuingia moja kwa moja katika mada ya kumpendeza Mungu. Mwongozo wa kusoma Biblia tunaoendelea kusoma unazungumzia upendo wa Yesu, na hii ni lesoni ya 3 kwa ajili ya Januari, na tunazungumzia kumpendeza Mungu. Katika kitabu cha Sefania 3 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu wako aliye katikati yako mwenye nguvu ataokoa, atakushangilia kwa furaha, atakutuliza kwa upendo wake, atakushangilia kwa kuimba. Kwa hivyo mpendwa, haya yanazungumzwa ama yanazungumziwa kumhusu Mungu, si kukuhusu wewe kwanza. Anasema kwamba Mungu wako, Bwana Mungu wako aliye katikati yako mwenye nguvu ataokoa. Kwa hivyo ni jukumu, ni kazi, ni tendo ambalo anaenda kulitenda Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile anasema kwamba atakushangilia kwa furaha, atakutuliza kwa upendo wake, atakushangilia kwa kuimba. Kwa hivyo ni rahisi au vigumu kiasi gani kumpendeza Mungu? Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5:9 anatualika, anasema kwamba Mungu anapendezwa na kila mtu anayemwabudu na kutenda haki. Vile vile maneno hayo yanajirudia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo 10 mstari wa 35, na vile vile katika kitabu cha Mithali 11:20 kwamba anapendezwa na wale wanaojaribu kufanya haki. Kwa hivyo Mungu, ili kujua jinsi ya kumpendeza Mungu, tunahitaji kujua dhamani yetu kwake kwanza, na nini kinafanya ahisi raha, ni nini kinafanya huyu Mungu ahisi furaha na ahisi starehe. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuzungumzie mambo matatu. La kwanza ni kwamba dhamani yetu machoni pa Mungu, ambapo tunaweza kujiuliza kwamba je, sisi ni wa dhamani kiasi gani mbele za Mwenyezi Mungu? Na swala la pili ni furaha ya Mungu, yani je, Mungu anaweza kufurahi, na jinsi mimi naweza kumpendeza Mungu. Kisha tutafadhali kwanza tunawezaje kumpendeza huyu Mungu basi, na inachukua imani kiasi gani kumpendeza huyu Mungu? Mpendwa, kabla tuende mbali, kuna watu wanajihisi kana kwamba wao sio wa muhimu, wao sio wa dhamani mbele za Mungu. Ningependa niseme kwamba sisi ni wa dhamani kiasi gani machoni pa Mungu. Ukisoma kitabu cha Luka 15 mstari wa 32, nataka kusoma Biblia inasema kwamba lakini ilitubidi tusherekee na kufurahi, kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye amepatikana. Mpendwa, katika kitabu cha Luka, swala ambalo nataka kujibu ni kwamba je, sisi ni wa dhamani kiasi gani kwa Mungu? Hilo ndilo nataka kujibu hapa. Katika kitabu cha Luka 15, tunaona Mungu akitafuta watoto wake waliopotoka, yaani sisi ambao tulikuwa tumepotea. Katika mfano wa kondoo aliyepotea, mchungaji mpendwa akiwa amejaa furaha, katika mstari wa 4 hadi wa 6 katika kitabu hicho cha Luka 15, anawaalika marafiki zake na anasema kwamba furahini pamoja nami. Ni kwa nini? Kwa sababu kondoo mmoja alitoka zizini, akatoweka, akapotea. Kisha alipompata, anawaalika marafiki zake, anawaalika ili waje kufurahi pamoja naye. Kisha anawaambia kwamba furahini pamoja nami. Katika mfano mpendwa, katika mfano wa sarafu iliyopotea, tukiteremka mstari wa 8 hadi mstari wa 9 katika kitabu hicho cha Luka, mwanamke anawaalika marafiki zake vile vile, akisema katika mstari wa 8 na wa 9 kwamba furahini pamoja nami. Ni kwa nini? Kwa sababu sarafu ambayo ilikuwa imepotea ameitafuta, kisha akaipata. Kwa hivyo anafurahi pamoja. Kwa hivyo katika mifano mpendwa, mfano wa mwana mpotevu vile vile, baba katika mstari wa 32 katika Luka 15, baba naye anaelezea, anasema ilikuwa sawa kwamba tunapaswa kushangilia na kufurahi. Kwa hivyo mpendwa, kwa maoni yetu
mwana huyo hakustahili kabisa kusherehekewa. Kwa nini? Alikuwa amepora mali, ameponda, amekula raha, akaenda akapoteza mali ya babaye. Kwa hivyo hakustahili, katika maoni yangu, labda kwa maoni yetu, hakustahili kushangiliwa kwa sababu ya yale ambayo ametenda. Lakini mimi ni mwana na mwenye dhambi asiyestahili. Je, Mungu ameona dhamani gani kwangu? Ni swala ambalo najiuliza kwamba other than thinking from the kutoka, tuache kufikiria kutoka kwa yule ambaye anapeana upendo, ama vile vile yule ameachwa nyumbani. Sasa jifikirie kana kwamba wewe ndiwe kijana aliyekuwa amepotea, kisha amejirudia akataka kurudi nyumbani. Unapofikiria kwamba mimi ndiye mwana, mimi ndiye mwenye dhambi asiyestahili, basi unajiuliza kwamba je, Mungu ameona dhamani gani kwangu? Kwa hivyo sisi, mpendwa, ni wa dhamani ya kutosha kwake Mungu, ili hali anaitisha sherehe kwa sababu tumerudi. Hali yetu ya zamani haijalishi, hali yako ya sasa ndiyo inajalisha kwamba umejitolea na vile vile umechiachilia mikononi mwake ili aweze kukubariki. Kwa hivyo hali yetu ya zamani, mpendwa, haijalishi, hasubiri hata tuje kwake. Unaona katika hii Luka 15 inasema kwamba akiwa mbali baba alimuona, kisha akaondoka kwenda kumlaki. Kwa hivyo Mungu hasubiri hata tuje kwake, anakimbia kutukaribisha nyumbani hata tukiwa mbali. Ndio maana tunasema kwamba sisi ni wadhamani. Sisi ni wadhamani kiasi gani kwa Mungu? Ni wadhamani zaidi, kwa sababu haijalishi yale umetenda hapo zamani, anasema kwamba hapo ilikuwa ni zamani. Jambo la pili nataka kushughulikia haraka sana ni kwamba furaha ya Mungu katika Sefania ile tulisoma, Sefania 3:17. Je, Mungu anaweza kufurahi? Biblia inasema hivi: Bwana Mungu wako aliye katikati yako mwenye nguvu ataokoa, atakushangilia kwa furaha, atakutuliza kwa upendo wake, atakushangilia kwa kuimba. Kwa hivyo mpendwa, sijui kama ikiwa umewahi kumfikiria Mungu kama baba mkali, kila wakati unakasirishwa na tabia, labda anakasirishwa na tabia yako mbaya, fikiria kama huyo ni Mungu. Sijui kama kitabu hiki nimesoma Sefania 3:17 itabadilisha mtazamo wako kwa Mungu. Katika maandishi haya mpendwa, tunapata karibu njia zote ambazo Mungu anaweza kusema. Kwa Kiebrania anasema nimefurahi. Mungu anahisi furaha kubwa. Tunapomruhusu atuokoe, anafurahi. Tunapomruhusu akae pamoja nasi, yani anasema katikati yako. Kwa hivyo anafurahi. Anaita Efsiva, anasema anatuita Efziba, yani furaha yangu. Ukisoma that is Isaiah chapter 62 verse 4. Ukisoma anafurahi pamoja nasi vile amesema, na kama vile mume anavyofurahia mkewe, kwa sababu anatupenda. Ukienda kitabu cha Efeso 5:25 hadi 27, uruke uende mstari wa 31 hadi 32, unayaona hayo, kana kwamba mume anapofurahi kwa mkeo, Mungu anafurahi tukimrudia, tukimpenda. Tunapopatanishwa na Mungu mpendwa, tunaingia katika uhusiano wa upendo pamoja naye, na tunahakikishiwa uwepo wake na sisi. Ndipo anasema kwamba anayenipenda, ninakuja mimi na Baba yangu, kisha tunafanya makao ndani yake. Ni jinsi gani basi ya kumpendeza Mungu? Zaburi 149 mstari wa 4 inasema kwamba kwa maana Bwana wafurahia watu wake, atawapamba wanyenyekevu kwa wokovu. Kwa hivyo inawezekana kwamba Mungu anafurahia wanadamu wasio na maana, wakati ana viumbe wengi wasio na hatia wanamwabudu. Inawezekana, yani unaona viumbe wanamtukuza asubuhi, mchana, jioni, ndio wanaimba, wanamtukuza. Inawezekanaje kwamba binadamu aliye na makosa ya kila aina, Mungu bado anampenda? Anampenda. Upendo wa Mungu kwetu, vile ambavyo tumesoma
tumesoma katika lesoni ambayo ilipita juma iliyopita kwamba utufanya tuwe na heshima kubwa mbele zake. Isaya hii 43 mstari wa 4 kwamba upendo wake mkubwa unatufanya tuwe na heshima mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini kuna mambo mpendwa ndani yetu yanayompendeza na mengine ambayo yanamchukiza. Nikisoma Proverbs 15, Mithali 15 mstari wa 8 na wa 9. Kisha ni kupeleke in comparison to 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Kuna mambo ambayo katika Mithali hayampendezi Mungu, lakini kuna mambo ambayo yanampendeza Mungu katika Wakorinto wa pili. Mungu haipendi dhabihu ya waovu. Ndio maana unasikia kwamba kafara yako ambayo unapeleka mbele za Mungu, ikiwa hujajitolea mbele za Mungu, ikiwa if you have not made your ways right with the Lord, hafurahi kamwe dhabihu yako. Na kuna jambo anasema katika hiyo Mithali 15 mstari wa 9 kwamba njia ya waovu haipendi katu. Lakini ni kitu gani kinampendeza Mungu? Maombi ya wanyoofu, anayefuata haki anampendeza Mungu. Mtu aliye na moyo mkunjufu anampendeza Mungu. Ukweli kwamba Mungu mpendwa huwapenda wenye haki. Katika Zaburi 146 mstari wa 8, Mungu huwapenda wenye haki. Hii haimaanishi kwamba anawachukia waovu, lakini hawezi kupendezwa nao kama anavyopendezwa na wenye haki. Kwa hivyo mtu mwingine anasema kwamba Mungu anawachukia waovu. No, Mungu huchukia uovu. Na kitu ambacho tumesema ni njia ya waovu, sio waovu, njia yao ndiyo hapendi. Kwa hivyo anasema kwamba Mungu huwapenda wenye haki. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba Mungu hapendezwi nao kama anavyopendezwa na wengine. Hatuwezi kusema kwamba Mungu hapendezwi na waovu. Yaani anawachukia waovu. Tunasema kwamba Mungu hufurahia wale wanaoitikia upendo wake, na hata waovu wanaweza kubadilisha njia zao za uovu wakaja kumpendeza Mungu kwa sababu ya kuitikia wito wa kumpendeza Mungu. Kwa hivyo tunazungumzia kumpendeza Mungu. Tunamaanisha tunawezaje kumpendeza Mungu? 1 Peter chapter 2 verse 5. Ninyi pia kama mawe yaliyo hai mnajengwa nyumba ya kiroho, ukuhani mtakatifu, ili kutoa dhabihu za kiroho zinazokubalika kwa Mungu kwa Yesu Kristo. Mpendo, kile ambacho nimesoma hapa ni kwamba Mungu daima huchukua hatua ya kwanza. Ni kile ambacho tumesema kutoka hapo mbele. Anasema kwamba akitupa upendo wa wokovu wake, Romans 5 chapter 8, kutoka hapo anatuacha huru ili tuweze kuchagua ikiwa tutaitikia upendo wake ama tutaukataa. Maana tumesoma hapo mbeleni kwamba tuna uhuru wa kupenda na kukataa upendo wake. Ikiwa ndivyo, basi tunaweza kujibu kwa urahisi tuseme kwamba asante, asante, tuonane mbinguni, au tunaweza kutafuta njia nyingine ya kumpendeza zaidi yule ambaye ametupenda sana. Ikiwa unaona kwamba shetani amekupenda, unaweza kumpendeza kisha ukaishia ahera ama jehanamu. Lakini Mungu akulazimishi, na yeye anasema kwamba amekupa uhuru wa kuchagua ili uweze kumpenda kwa sababu yeye alikupenda kwanza. Kwa hivyo mwitikio wetu mpendwa ndicho kinampendeza Mungu. Tunawezaje kumpendeza Mungu? Ni kupitia kwa mwitikio wetu. Mwitikio wetu unaweza kumpendeza Mungu tu wakati unahamasishwa kupitia Yesu Kristo. When it has been made known through Jesus Christ. Kwa sababu 1 Peter chapter 2 verse 5 inasema kwamba ni kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Kristo, tukimkaribisha Kristo, anakuja anakaa ndani yetu na Baba yake, kisha anatufanya tunaweza kumpendeza Mungu. Ni kazi ya Yesu Kristo mpendwa
na maombezi yake ambayo hufanya matendo yetu kumpendeza Mungu. Bila Yesu Kristo huwezi kumpendeza Mungu, kwa sababu wakati mwingine yale Paulo anasema kwamba yale anataka kuyafanya wakati mwingine ni maovu. When I want to do good, najipata kwamba nimefanya maovu. Kwa hivyo mpendwa, ni kwa njia ya upatanishi wake tu Yesu Kristo tunaweza kuchukuliwa kwa tunastahili kubadilishwa na kuwa mfano wake. Sisi wenyewe hatuwezi, lakini kuna yule ambaye anaweza, na tukumkaribia basi ni kusema kwamba tutaweza. Nataka kutamatisha kwa sababu naona muda wangu umeyoma. Niliahidi kwamba nitakuwa mfupi na kisha ndiposa niwape fursa nanyi muongezee katika mwongozo huu wa juma hili. Lakini jambo la mwisho nataka kuzungumzia, I want to take you back to the book of Hebrews, Waebrania 11 mstari wa 6. Sijui kama umepata. Yule alikuwa anatusomea, sijui kwa sababu ya muda nilisema nitachukua. But without faith it is impossible to please God. Hayo ndio yanazungumziwa hapo, kwamba bila lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa hivyo mpendwa, kiungo cha msingi hapa cha kumpendeza Mungu ni imani. Nataka nirudi kwa Kiingereza niseme kwamba a basic ingredient to pleasing God is faith. Hayo ndio tumesoma katika kitabu cha Waebrania. Lakini tunaweza kujiuliza, do I have enough faith to please God? Nina imani ya kutosha? Je, tunaweza kujiuliza, nina imani ya kutosha kumpendeza Mungu? Yesu anazungumza juu ya imani kubwa. Unajua wakati mwingine Jesus spoke of faith the size of a mustard seed. That's Luke chapter 17 verse 6. So how much faith is that? Swala nauliza kwamba Yesu anazungumzia juu ya imani, akizungumzia ukubwa wa punje ya haradali. Kisha anauliza basi hiyo imani ni kiasi gani? Wakati mmoja baba alimleta mwanae kwa wanafunzi wa Yesu ili aweze kuponywa, ili aponywe. Hawakuweza kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa hiyo Yesu alipofika, Baba alimuomba Yesu afanye muujiza huo. Wacha nikusomee katika lugha ya Kiingereza ndiposa unielewe nisema kwamba in one occasion a father brought his son to Jesus, Jesus' disciples to be healed. Yaani alileta mtoto wake kwa wanafunzi wa Yesu ili waweze kumponya. Wanafunzi walishindwa kumponya huyu mtoto. Yesu anapofika sasa, yule baba anamuuliza Yesu ili aweze kufanya huo muujiza basi. Discouraged, the father's request included the phrase, if you can do anything. That is the book of Mark chapter 9 verses 22. To which Yesu anasema kwamba if you, verses 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Kwa hivyo Yesu anamwambia kwamba ikiwa unaweza kuamini, vitu vyote vinawezekana kwa yeye anayeamini. Kwa hivyo hapo ndipo natamatisha mwongozo wa kusoma Biblia siku ya leo. Kwa hivyo kwa kusema kwamba the father offered the little faith he had. If you can do something with this, please do it. Yesu anasema kwamba ikiwa unaweza kuamini. Naye baba anawasema kwamba kwa ajili ya mtoto wake, if you can do something with this, please do. Mstari wa 24 katika kitabu cha Marko. Kwa hivyo nataka kusema kwamba a little faith was enough. Jesus accepts even the smallest faith. Hayo ndiyo natamatisha kwamba Yesu anasema kwamba yule mzee baba ya mtoto anasema, ikiwa unaweza kufanya kitu na hili, tafadhali fanya. Ndiposa Yesu anasema kwamba imani yake imetosha. Imani kidogo ilitosha. Yesu anakubali hata imani ndogo. Kwa hivyo inachukua imani kiasi gani kumpendeza Mungu? Hata kiasi kidogo kinaweza kumpendeza Mungu.
Katamati siku ya leo ndugu mpendwa, nataka kusoma I want to read something in English kutoka kitabu kinaitwa Christ Object Lessons page 332, kisha niruke mstari huo niende page 141. Hebu nisome, inasema kwamba be ambitious for the master's glory, to cultivate every grace of character in every phase of your character building. In every phase of your character building, you are to please God. Kwa hivyo, this you may do, for Enoch pleased him through living in a degenerate age, and there are Enochs in this our day. Kwa hivyo mpendwa, kuwa na tamaa, lakini iwe ni kwa utukufu wa Bwana, ili uweze kukuza kile neema ya tabia. Katika kila awamu ya kujenga tabia yako, unapaswa kumpendeza Mungu, sio kujipendeza wewe mwenyewe. Lakini unaweza kufanya hivyo mpendwa, kwa maana tunasema kwamba Henoko alimpendeza ingawa alikuwa anaishi katika umri uliopotoka. Unasema kwamba ulimwengu wangu umepotoka, I cannot do, najua everybody is doing this and this, kwa hivyo hata mimi itabidi nifanye hivi. Enoko aliishi katika umri uliopotoka, na kuna Enoko katika siku hizi. Unasema kila mtu ameharibika, hakuna hata mmoja. There are some Enochs in this world. Na mwisho, Kristo anatufundisha kumtaja kwa jina jipya. That's page 141, Christ Object Lessons. Inasema Christ teaches us to address him by a new name, a name entwined with the dearest associations of the human heart. He gives us the privilege of calling the infinite God our Father. This name, spoken to him and of him, is a sign of our love and trust toward him, and a pledge of his regard and relationship to us. Spoken when asking his favor or blessing, it is music in our ears. Kwa hivyo ndugu mpendwa, tumejifundisha nini siku ya leo? Tunaweza kumpendeza Mungu, ndivyo. We can please God. And sisi ni wadhamani. Our value, how valuable are we? How valuable are we to God? Sisi ni wa maana sana, sisi ni wa dhamani mbele za Mungu. Hayo ndiyo tumesoma. Kisha tukaona kwamba Mungu anaweza kufurahi ikiwa tutamchagua na kufanya yale ambayo anatualika ama anatuagiza tukayatende. Na jinsi gani tunaweza kumpendeza Mungu? Ni kwa ajili ya kutenda mema na kuacha uovu. Yes, are we able, tunaweza kumpendeza Mungu? Ndivyo tunaweza ikiwa tutampenda Yesu Kristo, tumwalike katika roho zetu ili atuongoe, ili aweze kutupeleka kwa Baba. Na inachukua imani kiasi gani kupendeza Mungu? Sio imani kubwa. Anasema kwamba imani kidogo sana inatosha. Yesu anakubali imani hata kidogo. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika mwongozo huu wa kusoma Biblia, na tunaendelea kuangalia zaidi katika juma lijalo kwamba ni yapi Mungu ametuandalia. Juma lijalo tutazungumzia Mungu ni mwenye shauku na huruma. Yaani katika lugha ya Kiingereza, God is passionate and compassionate. Hayo ndiyo tutazungumzia. Nimerudi kwako kiongozi wa siku ya leo ili utupeleke katika maswali na yule ambaye angependa kuongezea. Asante kwa kunipa wakati huu.